nafsi. Hiyo ndio ile sera ambayo sisi tutaungana nayo, na ndio tuwezeshe nchi hii kwenda mbele bila ubaguzi, na tukijua pia mwananchi wa kawaida ni mtu wa maana. Chenye nataka kwa hakikisha ni kwamba vijana nyinyi mko na nguvu na msitumike vibaya. Mtu asiwaambie muende tukapigana na mawe kwa barabara kama watoto wake hawako mstari wa mbele, mawe ikitupwa. Sema hivi, vijana nyinyi wakati huu mkubali kupiga kura. Na Wanjiko kwa muhula huu awe na semi za kutosha. Manake hakuna interview ambao mtu huwa anaenda na asikue kuna professionals ambao watamfanya interview. Lakini round hii ama muhula huu ni muhula wa Wanjiko mwenyewe afanye kuanzia kiongozi yeyote, awe presidential candidate, awe MCA, lazima akuje kwa Wanjiko, ndio Wanjiko amfanyie mtihani, ndio ajulikane kwamba anaweza ama hawezi. Na tuko hapa kujaribu. Sisi tuko kuchukua kiti cha gavana, tuko hapa kuchukua viti vya MCA, tuko hapa kuchukua viti vya members of parliament and senate, women rep, na hao wote wamesimama hapa ni viongozi kutosha. Na sisi tutashirikiana. Sisi zote tukishirikiana, najua hii nchi tunaweza pata mabadiliko ambayo yatafaa mwananchi wa kawaida. Sisi kama watu wa Mlima Kenya walisema kuna wengine wana kifunguo, lakini ufunguo ni iko na wale watu wa mlima. Jimmy akiwa mmoja ya hawa. Kumaanisha sisi tunagoja wakati uchaguzi utafanyika, pia kuwe na serikali na kuwe na wakilishaji katika ile serikali ambayo itaundwa na Jimmy, sisi tuwe ndani pia. Na tunasema pale kwa mlima, kama Safina haiko kwa meza wakati serikali itakuwa inatengenezwa, tuseme meza haitakuwa. Tunaelewana? Lazima Safina iwe ndani ya kuunda serikali ile itakuwa. Ndio meza ikiwekwa pale, pia na nyinyi muweze kufaidika kama wana Safina. Na kwa hayo machache, ningeuliza nyote pahali mmetoka mpeleke salamu za watu wa Mlima Kenya. Sisi tuko karibu kushirikiana na wananchi wote wa Kenya kutoka maeneo mengine, ndio tushirikiane tuunde ile serikali ambayo itatufaa zote tukiwa wananchi. Mungu awabariki sana. Makofi mazuri bana. Huyu ni governor. Asante sana. Next aspirant, Governor Samburu. Akawapi tafadhali? Samburu. Makofi yake akija, valia nguo nzuri sana. DJ, huyu anaekewanga muziki? Anaekewanga muziki bwana. Ndio huyo. Utakuwa na hii upande hapa penye niko. Mweke muziki akikuja hapa sasa. Sawa. Haya. DJ. Amjambo wana Safina. Amjambo tena. Mimi naona si kama ni kuchoka. Mmechoka? Ni njaa. Na dawa ya njaa ni chakula. So nafikiri wale ambao wanahusika na kuandalia watu chakula walete chakula. Bas. Mimi niko hapa kuungana na jamii ya Safina katika Jamhuri ya Kenya nzima. Na kwa majina, mimi naitwa Kanali Mstaafu Richard Leyagu, na mimi nimetoka kaunti ya Samburu. Huko kaunti ya Samburu, mimi ni mzee, nasimamia baraza la wazee wa Samburu au
the Samburu Council of Elders Association, mimi ndio patron wao. Na kabla kuja kwa Safina, wiki iliyopita nilikuwa mwenyekiti ya taifa kwa chama ya Party of Growth and Prosperity, ambaye party leader yake ni Dr. Kisii. Sasa niko hapa kama mwana Safina, na niko na machache ya kuambia kama wana Safina, na ningependa kusoma jambo la kwanza ningependa kuambia familia ya Safina. Hii si wakati ya kawaida kwa nchi ya Kenya. Na hii si maktaba ya kawaida katika nchi ya Kenya. Kwa sababu tunajua tarehe 9 mwezi wa 8 mwaka huu kutakuwa na uchaguzi. Na hiyo uchaguzi ni ya muhimu kwa sisi wote kama wana Kenya, kwa sababu yale tutaenda kufanya siku hiyo itakuwa ni ya muhimu kwa vizazi sijazo kwa nchi ya Kenya. So si wakati ya kupoteza, lazima tujipange tukijua tuko na kazi mbele yetu. Jambo la pili, tunajua uchumi au maendeleo ya uchumi ya nchi ya Kenya imetishiwa sana na utawala mbaya au utawala mbovu na ufisadi. Na tukianza tena mula ingine wa miaka 5 bila kuwa na serikali au viongozi ambao wanajua kumaliza mambo ya ufisadi na kuboresha uchumi, tutakuwa na shida chungu mzima nchi ya Kenya. Bas, ndugu zanguni na dada, kwa wakati huu Kenya inahitaji kiongozi ambaye anaheshimu katiba ya nchi ya Kenya. Hii katiba kuna Wakenya wengi walipigania ili nchi ya Kenya iwe na usawa, iwe wa haki na iwe huru. Na tusipoheshimu katiba ya Kenya, mambo mingi itakuja kwenda vibaya, na wale wataumia ni vijana na vizazi sijazo. Wakati huu tena nchi ya Kenya inahitaji kiongozi au rais ambaye anawajibika kwa usalama ya wananchi wa Kenya wote na ustawi ya jamii zote ya nchi ya Kenya bila kujali dini, utajiri au mahali wametoka. Kwa sababu tusipofanya hivyo, Wakenya zaidi ya milioni 48 watakuwa na shida. Na hiyo peke yake itakuja kusaidiwa na viongozi ambao wako na maono.